Ladies and gentlemen, nashukuru bwana wako. My name is Candy Jenna. Ni presenter wako. Hiki kipindi kipya kinaitwa Candy Vlog. So kinapatikana YouTube, TikTok pamoja na Instagram. So subscribe kwa wingi na tuendelee kulikimbiza hili pindi. Na kwa leo namtambulisha kwa maneno matatu influencer, afisa usafirishaji, mtu wa watu, best artist. Guess what? Singida Icon. Kaka vipi? Kama kaa unyama fresh. Vipi maisha ya umaarufu? Umeweza kuya maintain kwa hivi sasa? Maana maski zilikuwa nyingi, mtu unatembea kininja. Of course maisha ya umaarufu ni maintain kama unavyoona. Life inaenda vizuri, tuna shine kama unavyoona mwenyewe. You are the best. So Mo Classic ni nani? Kwa watu ambao wasomtambua wanamuona tu Mo Classic, sisi tunataka chimbuko lake. Mo Classic ni nani? Kwanza kabisa kwa majina mimi naitwa Fadhili Juma Omari, ni mzaliwa katika kijiji cha Sekotoure, kata Ilongero na wilaya ya Ilongero, Singida DC kule. Au maarufu napenda kutumia Mo Classic, Singida Icon. Congratulations. So wazazi wako na jamii wa kuzunguka ili kutabiria nini katika siku za ujana wako? Of course walinitabiria mambo makubwa sana, ikiwemo kwamba ipo siku utakuja kuwa msanii mkubwa sana. Kwa sababu mimi kipindi niko mdogo nilikuwa napenda sana muziki. Yes. Umeona? So nilikuwa bado nikiwa mdogo naenda labda kijiweni nakutana na mabrother wakubwa naanza kuimba ile wakawa wananiambia bro, ipo siku utakuja kufika mbali. Amazing. Yeah. So nani ambaye alikuinspire kujoin katika industry? Of course msanii ambaye ameinspire mimi mpaka kuanza kufanya game ni Tundaman. Nakumbuka kipindi hicho kulikuwa na magroup mengi ikiwemo kwa upande wa Tundaman walikuwa wanajiita TikTok Connection. Na upande wa pili kuna kina Chege wale na Temba walikuwa wanajiita TMK Family. So mimi nilikuwa nakubali sana TikTok Connection ikiwemo Sparky na Tundaman. Amazing. So kuna uhusiano gani kati ya siku yako ya kuzaliwa, yani birthday, na sanaa yako unayofanya, yani music? Uhusiano ambao upo ni kwamba hamna uhusiano wa karibu sana, lakini mimi ninachokiamini ni kwamba siku ya birthday yangu waga ni siku nzuri sana kwa upande wangu, ni siku ya furaha kwa sababu nakuwa nampokea mwaka mpya. Hivyo basi waga naachia ngoma moja kama umezaliwa upya. Nimezaliwa upya na kuja ngoma mpya hivyo. Congratulations. So katika historia ya Singida tokea industry inaanzishwa, Bongo Flava ilitawala kwa muda mrefu. Tulipata watu waliotoa hit song wengi kama wakina Sahil, wakina Golden, so wakaja wakina Icon, so na watu kibao wote walikuwa wa kuimba kwa wanapewa airtime, lakini wao wamekuja kuivunja hiyo rekodi na kuiweka hip hop katika ramani. Kwanza hongera kwa hilo. Lakini changamoto iliyopo na nahitaji jibu lililonyoka, kwa nini upcoming artists, yani nazungumzia marapa wengi, hawaamini katika wewe, wanaamini umebahatisha, hiyo nafasi ni ya kwao sio yako? Kwanza kabisa ninachotaka kusema ni kwamba kwanza muziki wa hip hop before ulikuwa hujapewa sana muda. Ulikuwa hujapewa sana kipaumbele kutofauti na wasanii wa Bongo Flava. So nilichokuja kukifanya mimi ni kuja kuwaonesha watu kwamba Singida kuna wasanii wa hip hop na wanaweza na wapo wakali. Na kuhusu labda wasanii wenzangu hawakubaliani na mimi, unajua tunatofautiana maono. Kuna chuki ndani yake. Mimi nachotaka kusema ni kwamba ni wasanii wa Singida wenyewe wana chuki sana.
hamna sababu yoyote ya msingi. Mfano ukimuuliza msanii kwa nini wewe umkubali Mo Classic, hana sababu ya msingi. Okay. Yeah. Jambo lingine ni linashangaza lakini pia nahitaji unijibu. Jozi ni Singidani Music. Watu wamekaa kimya kuhusu hilo swala. Kuna Ramso Latinho ambaye yupo na Iro. Yeye ni True Gang. Watu wamekaa kimya. So kuna comedian, TikToker anajiita Zungu Comedy. Wenyewe anajiita Nyaturu Talent. Watu wamekaa kimya. Kuna Rapatoz ambaye ni rap ambaye yupo Dar es Salaam, pia huwa na visit hapa Singida. Yeye anajiita Singidan Boy. Watu wamekaa kimya. Pia kuna washikaji ambao wanapenda kukufuatilia sana. Naona wanakodi sana mtandaoni, wanajiita Bojo Weusi. Umeona? Watu wamekaa kimya. So kitendo cha wewe kujiita Singidani Icon, oh amazing. Watu wameandamana mpaka Uarabuni. So nini kina happen? Kwa nini nabii unakataliwa kwenu? Mimi nachotaka kusema ni kwamba wale wote ambao wanapingana na mimi kuhusiana na jina Singida Icon, kwanza mimi ni mtu wenye matunda. Umeona? Na mtu wenye matunda siku zote wao wanapigwa mawe. Kama ulivyosema, juzi anatumia King of Singidani Music, lakini watu wamekaa kimya. Kutokana na hana ushawishi wowote kwa watu kwamba labda kwa nini anajiita hivyo. Kwa hiyo inakuwa ni kawaida, lakini kwa upande wangu imekuja kuleta attention kubwa sana kwa hapa Singida. Nafikiri ni hivyo tu, mchawi nyota bro. Mchawi nyota. Yeah. So ni kweli unauzalilisha mkoa wa Singida kupitia wanasema kupitia biashara yako ya afisa usafirishaji, nguo ambazo unatumia katika biashara yako, ile mizunguko. Unajua wanaume tumeumbwa mateso. Yes. So movement unazozitumia na baadaye unaingia on stage unasema unatumia zile kodi. Sidhani kama kuna ukweli, kwa sababu kwanza mimi na stylish wangu ambaye ni Lunyadoxi. Shout out to Lunyadoxi. Yeah, so na stylish wangu na sidhani kama ana ukweli. Mimi nafikiri ni chuki tu hivyo basi. Miezi michache iliyopita uliintroduce mdada anaitwa Mobeto Urban Wear. Urban Wear. So uliintroduce vizuri na jamii ikampokea kama kuna relationship naye. So ila kwa sasa tunaona ana hang na watu tofauti ambao wanakimbiza katika mitandao ya kijamii, wasanii kama kina P the MC. Hatuoni sasa hivi connection yenu, japokuwa kwenye uzinduzi wa chupa lako alionekana, ila kuna bebe ulitambulisha. So vipi kuhusu Mobeto? Kwanza Mobeto ni mshikaji wangu kitambo. Ni mshikaji wangu, tukiachana na masuala ya social network kwamba alikuwa ni kama tuko kwenye mahusiano, lakini Mobeto ni mshikaji wangu, tunapeana support ya aina mbalimbali. Kuhusu kuhang labda na kina Jozi, kama nilivyokuambia, mimi ni mtu wenye matunda bro. Hapo mimi sasa hivi mimi ni brand Singida. Umeona? Kwa hata Jozi kufanya kile kitu, kupewa nafasi tu ya kupiga picha na Mobeto, akaposti karibu kila engo bro. Na nafikiri ile siku ya kulala, ukiingia Facebook ukaposti Insta story, ukaposti si wapi, akiamini kwamba ananiumiza mimi. Umeona? Kwa kuna namna pia alitrend kwa kipindi hicho. Kwa siku 2-3 hizo alitrend, na sababu ya kutrend ni kwa sababu Mobeto watu walikuwa wanajua nina date naye. Okay. Yeah. Jambo zuri sana, na tunaona vitu unavyovifanya vinawafikia watu. Best influencer ni wewe. So jambo lingine, ulipotoa ile diss track, mambo mengi tuliona. Kwanza hongera, baada ile diss track tumepata wachambuzi wa TikTok kama vile tumepata kama yule jamaa mwenye basta ambaye ulisema utamnyoa na chupa na panga. Yule mwenye sura kama sanamu la Jesus. Kwamba kama mchambuzi sasa hivi Ngosha Msafi pia wa Belief Media, so shout out wa Belief Media. Umempeleka mjini, naona kila segment lazima akutaje, kwa hiyo ni jinsi gani ana appreciate. Pia Lamexinda na yeye pia naona umempush sana. Hongera. So unajiona nani baada ya kufanya hivyo vitu katika industry ndani ya muda mchache sana? Kwanza ninachotaka kusema ni kwamba mimi ndo ni msanii ambaye ninawafungulia vijana wengi njia.
Umeona, umejaribu kuzungumzia Wadilifu Media. Wadilifu Media baada ya kufanya interview na mimi, unaona account yake inazidi kutembea. Akina Ngosha siku hizi bro, bila kuniposti mimi, yani ananiposti zaidi mimi kushinda hata matukio yake. Amazing. Umeona, jinsi walikuwa na show yao hapa. Walikuwa na show yao, wamefanyia promo sana, lakini mpaka leo hii hawajaposti updates zote. Lakini ukikagua kwenye posti nyingi za Ngosha ni more classic tu, umeona. Kwa hiyo kuna namna pia ananufaika na mimi. Kwa watu wengi wananufaika kupitia mimi. Nafurahi kuona hivyo. Yeah, sasa kuna kitu ambacho nilikuwa nataka ukiweke sawa, ni ile Singida Icon. Kipi kinachokutofautisha na wasanii wengine kwanza endorsement shows? Yaani ni nini ambacho kinakupa Singida Icon ya king? Nataka leo uthibitishe na watu uwakalishe kimya kwamba bwana, mimi ni Singida Icon na sababu ya kuwa Singida Icon ABCD. Ili jina bwana, kuna brother mmoja alinipatia na alinipatia baada ya kunichunguza zaidi uwezo wangu na baadhi ya vitu ninavyofanya. Kaniambia, mdogo wangu, wewe una deserve kuwa Singida Icon. Hii ni exclusive. Wengi hawatambui kwa nini ni Singida Icon. So baada ya mtu kutambua kipaji chako kwa muda mrefu, ndio akakupatia hilo jina la classic bwana, ni Young King Singida Icon. So nahitaji unipe sifa na vigezo ambavyo ulihisi kwamba bwana, mimi kwa stage niliyofikia hapa, mimi sasa hivi ni Singida Icon. Sababu ziko nyingi, lakini nitakutajia zile sababu muhimu kadhaa. Kwanza, mimi ndo msanii ambaye nimejitain ndani ya miaka 4 mfululizo kuandaa event na zikawa ni event kubwa. Nakumbuka kuna event ilikuwa ni kama makajuzi hivi, nilifanyia Road Night Club. Hiyo siku alikuwepo Dully Sax. Kama unavyojua Dully Sax ni king wa Bongo Flava, alikuwepo maeneo ya 24. Ikawa ni battle la usiku mmoja. Lakini namshukuru Mungu, show yangu niliua mbaya mpaka Dully yenyewe kuamini. Oh my God, nakuamini. Kwa hiyo pia ni moja kati ya sababu ambazo zinanifanya mimi kuwa Singida Icon, kwa sababu tofauti na mimi sidhani kama kuna msanii ambaye anaweza kaandaa event hapa Singida na ikapokelewa kwa mapokezi makubwa. Hilo la kwanza. Unaweza kaandaa events na watu wakajaa, na kwa bahati nzuri amekuja Dully Sax na wewe ukiwa unafanya show yako wewe ukajaza ndani ya usiku mmoja, ila venue tofauti. Yes. So la pili, sababu nyingine ya pili ambayo inanifanya mimi kudeserve kuwa Singida Icon. Kwanza, mimi ni msanii ambaye nina ngoma ambayo ni nyimbo official ya timu ya Singida Black Stars, timu ambayo inashiriki mashindano ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. For real? Sure. So nyimbo yangu inatumika kwenye timu, iwe ni ndani ya Singida ama ndani ya Tanzania au nje ya Tanzania pia. So timu ikishinda, mfano imeshinda nyimbo yake labda ilikuwa inacheza nje ya nchi, Uganda, Rwanda, ngoma ya classic lazima ipigwe pale. Umeona? Lakini ukijaribu kuchunguza nyimbo za wasanii wa Singida zipo nyingi sana, lakini kwangu ilipewa nafasi ya kuwa nyimbo official ya timu. Sababu ya pili. Sababu ya tatu, mimi ndo msanii ambaye nimefanya show kwenye majukwaa makubwa tofauti na msanii yeyote hapa Singida. Umeona bana? Nimefanya show kwenye maadhimisho ya Mei Mosi kitaifa yalifanyika Singida. Na ndo msanii ambaye nilipewa kazi pia kufanya wimbo kwa ajili ya Mei Mosi. Nilifanya hivyo japo tulikuwa wengi, lakini wimbo wangu ulipitishwa pia pale. Umeona? Kwa hiyo mimi nastahili, sibishani tu au sijisifii, lakini kuna vitu ambavyo nafanya na vinaeleweka kabisa tofauti na wasanii wengine. Kwa hiyo ukiona mtu anapingana na mimi, ujue yule ni ana chuki zake binafsi. Ziko nyingi, mimi nimekutajia tu kwa uchache. Bwana, mlima ulioutaja, maana huo ni mlima, una rekodi zinavunjwa, lakini itachukua muda sana. So sio kitu kidogo. Wanasema nabii akubariki kwao, lakini naona kama venue inajaa, kama show unapata. Nadhani ndani ya mwezi mmoja unaweza kuwa na show kama ngapi? Inategemeana. Labda ungeniuliza ndani ya mwaka. Ufanye ndani ya mwezi huu umefanya show ngapi? Ndani ya mwezi huu nimefanya show kama 3
ikiwemo ambayo nimeandaa mimi, lakini zile zingine zilikuwa ni za serikali zaidi. Yeah, okay. Na zote unatisha. So naona teamwork inaongezeka. You are the best. So umepeleka Singida katika cycle ambayo heshima itakuwepo. Siku chache zilizopita au wiki chache zilizopita uliachia ngoma official track kwa mara ya kwanza. Niliona wachambuzi walitubu. Ngoma hiyo inaitwa Nipo Juu, imekuja na mabadiliko. Kwanza nakupongeza kwa hilo. Nashukuru. Hongera sana. Jitihada zinaonekana na kuna vitu ambavyo nimeona katika kauli yako ni kuanzia audio production umefanya kwa nani na ilikuwaje, wazo lilikuwaje, lilizaliwaje? Kwanza wazo la kufanya hii ngoma lilitokana na ngoma iliyopita na Wanyewezi. Ilikuwa ni diss track ile nafikiri. So baada ile diss track kuna baadhi ya mashabiki zangu na mashabiki wa timu pinzani. Mimi ile ngoma bro nilivyoifanya, kuna watu ambao walikuja kunipongeza, mpaka wengine wananipa posho bana, hongera ngoma kali. Na baadhi ya watu wengine nikiangalia, mbona timu fulani lakini kwa nini ananipongeza? Lakini wanakuambiaga bana huwezi kushindana na nyota ya mtu. So kuna baadhi ya watu wakawa wameniambia, Mo, acha kuimba, baki kwenye hip hop. Umeona Yes. So nikakaa nikaona sasa kama wamenishauri nifanye hip hop ni sawa, kwa sababu mimi nafanya muziki kwa ajili ya mashabiki, sio kwa ajili yangu tu. Umeona Yeah. Nikaona sasa ngoma naifuata pia nifanye hip hop. Ukiwa msanii lazima uwe mbunifu. Nikichanganya matukio yaliyopita hapa, heka za mjini palichangamka kidogo, nikaona sasa itabidi nije na ngoma ambayo inaitwa Juu. Nipo Juu, mwezi kwenye drop. Yes, Nipo Juu. Pale ndipo nikamcheki mwanangu mmoja ndio ambaye alifanya ile ya Wanyewezi pia, anaitwa Nebo JS. Kwa vitu ndio fresh kama kawaida. Bana nataka nifanye jambo kwa sababu nimeshazoeleka mwezi wa 7 birthday yangu naachia jambo. So na mpaka dakika hii bado sina track. So nahitaji kufanya track moja. Okay. Nikafika hapa, yes, kabla kwenda studio Nebo akawa amenitumia beat kama 3. Nikazisikiliza, nikaondoka na hii ya Juu. Nikamwambia hii itanifaa. Na tukapanga siku, nikaenda studio pale. Yeye akutegemea kama naenda kuchana pale. Akanambia, kwa hii si unapita kama ngoma fulani hivi. Kuna msanii fulani aliimba ngoma fulani, sio anaitwa nani bwana. Nishamsahau kidogo. So mimi nikamwambia nachana, huwezi bana Mo bana. Nikamwambia mimi wewe weka beat, tuanze kazi. Poa. Nilipoingiza tu ile mistari 2-3 kanambia wewe hii imekaa. So tukawa tumefanya, ikaenda poa, kwa imekaa kali. Na video pia unajua bana, kuna changamoto kubwa sana hapa Singida ambayo leo nataka niweke wazi. Yeah. Na changamoto yenyewe ni watu kuwa na roho mbaya. Umeona? Mimi ile video of course nimefanya na mshikaji anaitwa Kendrick Jenner. Nafikiri mnamfahamu bana. Nikisema Kendrick Jenner mnamfahamu. Yeah, na amefanya poa sana, ameumiza sana. So kuna baadhi ya madirector hapa Singida wamenichukia sana mimi kufanya ngoma na kufanya video na Kendrick Jenner. Kitu ambacho nataka niwaambie madirector wa Singida na maproducer na watu wote, wadau wote wa sanaa. Mimi Singida Icon sina mkataba na director yote, sina mkataba na producer yote. So mimi nafanya kazi na producer yote ama director yote. So haimaanishi nikifanya kazi na director mwingine sitafanya tena kazi na wewe, hapana. Unaona hata na Diamond wanabadilisha madirector. Lakini changamoto kubwa hapa Singida, ukifanya ngoma labda nimefanya audio kwa Alute, mfano natolea. Nikienda kufanya ngoma kwa producer mwingine, huyu producer wa mwanzo anakuwa anaweka jira za mimi. Nafikiri ni issue kubwa pia, beat nyingi za hivyo ziko nyingi sana kwa upande wangu. Changamoto sana. Yes. Pole kwa hilo. Ila pia nakupongeza kwa kazi yako nzuri. Ningependa kutambua, tumeona tofauti na ili swala siliongelee mimi binafsi, ila kutokana na takwimu nilizozichukua, video zako zilizopita na hii video yako mpya, navyokuambia kuna watu ambao wanakuchallenge kama Ngosha. So kuna live moja ambayo hata Ngosha aliposti ni kwamba ongea kwanza alokupa ni utofauti wa kazi zilizopita na kazi yako hii mpya.
ya kuanzia audio mpaka video, na kuna mtu akakiri kwamba bwana mwanzo hapo hakusupport, ila baada ile video yeye mwenyewe aliamua kuifanyia challenge kwa sababu ya video. So ipo katika akaunti ya Ngosha Ngosha Msafi alipost, niliona ile. Yeah, so models wale tukija environment, location, shot, color grading, so vitu vimefanyika. Outfit pia tumeona upande wa mavazi, na mtu alisema bwana Mo ameokolewa sana na Lunyadoxi. So kwa mtazamo huu niliona kama wanaamini kwamba Lunya anakuvalisha bure, yani kama anatangaza brand yake. So nataka uliweke sawa kwanza. Mimi nataka nikanushe pale. Lunya kweli katisha kwenye video, yaani katisha kama nilivyotisha mimi kwake. Mimi Lunya nimemlipa hela, umeona, hajanivalisha bure, umeona. Na kwenye hii video ya juu, kwenye hii project ya juu, kila mtu kafanya kazi kwa hali ya juu sana. Tukianzia kwenye producer dogo nilompa collaboration, yule kaua, mimi mwenyewe nimeua, director kaua, stylish kaua, Mabibi Vixen wale wameua. So kila mtu kafanya kazi yake kwa ubora wa hali ya juu. So mwisho wa siku ngoma kali hivyo, watu wamepokea vizuri hivyo. Kuna kitu ambacho pia kinakutofautisha na wasanii wengi wa mkoani, hususan kanda ya kati, ni kwamba Mo una endorsement nyingi sana. Tunaona matangazo, tunaona hata unapoandaa kitu wadhamini wanakuwa ni wengi sana, watu wanaohudhuria ni wengi kutoka mikoa mbalimbali. Nadhani siku ya event watu ambao ambaye niliwashuhudia ni kuna wa Arusha, kuna wa Dar es Salaam, so naweza tukawataja tu. Wa Arusha ukopo ni Arusha alikuwa ni shemeji yenu au wifi yenu, alikuja na marafiki zake pia na taji lake anaitwa Hani. So kuna mwingine pia anaitwa Monaela, actress Miramba, ila anaishi Dar es Salaam, lakini alikuja kushow love. Kutokana na hayo yote anakuja ni kutokana na mimi naishi vizuri sana na watu. Mimi niko peace sana bro.